Nilichokuja kugundua ni kwamba watu wengi wana application ambazo kwenye simu zao si salama kuendelea kuwa nazo, na inatakiwa wachukue hatua mapema sana, na huwezi jua, yawezekana na wewe ni mmoja ya watu hao. Hivyo ni muhimu kutazama video hii kiumakini mpaka mwisho. Kama ni mgeni, subscribe usipitwe na video ijayo, najua tu utaipenda kwa sababu huwa nadili na mambo kama haya. Bila kukupoteza time, nitaanza na application hii nambari 1 na nitakuwekea application chache, then application ya mwisho itakuwa ni baba lao, yani ni application ambayo ni tatizo kwa wengi lakini wengi hawafahamu. Application ya kwanza inaitwa Phoenix Browser. Hii ni application ambayo inakuwepo kwenye baadhi ya simu. Inawezekana ipo kwenye simu yako lakini hukuidownload. Kuna kuaga na mawili, maybe imekuja na simu au imejiinstall wakati unafanya mambo mengine. Unaweza kuwa ulikuwa unatumia sender, then utaingia kwenye settings za application na utaenda kwenye Phoenix Browser, au utaishikilia application ya Phoenix Browser, then utaenda kufanya vitu kama hivi. Kama huwezi uninstall, maana yake kama imekuja na simu, kwa wale mnao bet, kuna hii kampuni ambayo inajitafuta sokoni inaitwa BetWinner. Nadhani maybe umeiona kwenye matangazo, lakini kitu kizuri kuiona hapa ni kwamba nimepewa promotional code ambayo wewe ukienda kujiunga kwenye BetWinner kwa mara ya kwanza na ukatumia promo code ya Vinei 10 ambayo unaiona kwenye screen, basi utapewa promotional code. Link nitaweka kwenye description kwa wale mnao bet. Mnaelewa kuwa makampuni mapya yanakujaga na maofa kibao. Link kwenye description, unaweza kaenda kujiunga kuitumia BetWinner ukafungua. Maana yake kama imekuja na simu, basi utatakiwa kuidisable. Kama huwezi kudisable, turn off permissions na settings zote. Na maanisha settings kama notification turn off zote, na maanisha setting kama data usage turn off zote, na battery usage utaweka restricted. Kwa nini tunafanya hivi? Kwa sababu Phoenix Browser ni application ambayo imekaa kibiashara sana na wanapenda sana kuchomekea michongo. Yani ni browser lakini imekaa michongo sana. Kwa hiyo wanachofanya wenyewe ni kupiga pesa, na ndio maana wanaweka features nyingi kwenye hiyo browser. Mara ni status saver, ni bora ukatumia status saver za Play Store, ukadownload status saver moja nzuri, lakini nimeshaelekeza jinsi ya kuchukua status bila hata kuwa na status saver, kwa sababu status nyingi ukisha view zinakuwa kwenye simu yako, mara nyingi huwa inamaliza sana MB bila wewe kutumia. Kwa hiyo kama una tatizo la MB kuisha mapema bila wewe kutumia na una Phoenix Browser, yawezekana ni sababu Phoenix Browser inakula MB, kwa sababu ina mtindo wa ku load caches bila wewe kufungua, ina push notification ukishaweka data na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vizuri kuifuta au kuidisable. Kama huwezi, basi turn off notification zote. Application namba 2. Hii sio application moja bali ni lundo la application. Application yoyote ya mkopo, online loans, mikopo ya haraka. Inawezekana ulishakopa, inawezekana ni unaitumia. Cha kukushauri ni kufanya hivi. Application nyingi za mikopo wana mtindo wa kubeba taarifa zako. Kwa hiyo yawezekana ulikuwa nayo ukakopa mkopo ukanyimwa au ukapewa, then mambo yakaisha. Kama ulinyimwa mkopo, ifute application, usiendelee kuwa nayo kwenye simu. Kama ulisahau, angalia kwenye simu yako, futa application za mikopo. Wana tabia za kubeba taarifa na hawafanyii mambo mazuri hizo taarifa zako. Kwa hiyo wanaweza kubeba taarifa kama picha, messages zako, namba zako za kwenye simu na vitu vyako muhimu kama vitambulisho, mambo na chat hivyo. Kwa hiyo ni vyema kufuta application yoyote ya mikopo kama ulishakopa. Na maanisha application yoyote ya mikopo. Kuna application nyingi sasa hivi, mara Kopesa, mara PesaLink, PesaX, mara sijui Pesa Kikoba, mara Pampesa. Kuna application nyingi sana, majina siwezi nikayamaliza, ila kama ulishagusa tangazo lolote la mikopo, ukataka kuomba mkopo, ukapewa mkopo, ukalipa, mambo yakaisha au ukanyimwa, usiendelee kuwa na application kwenye simu. Au kama ulikopa na bado hujalipa, unataka uendelee kuitumia, fanya setting hizi ambazo ni muhimu kuzifanya badala ya kuiacha iendelee kuwepo kama kawaida. Unaweza turn off notification, turn off permissions zote, na pia turn off data usage. Hizi zitasaidia wewe kuwa salama na hizi application. Lakini application ya mwisho ambayo ni baba lao sasa, hii application bwana imekuwa ni sumu, imekuwa ni changamoto kwenye simu za watu wengi bila wao kujua, na nimekuja kugundua tatizo hili baada ya kuona kitu kimejirudia mara nyingi, na ndio maana nikapata idea ya kutengeneza hii video. Yawezekana unayo au hauna. Inaitwa
Palm Play Store. Palm Play Store bana ni kampuni moja kubwa sana la Kichina ambalo liko vizuri tu nalo linajiweza, lakini changamoto ya Palm Play Store bana, inakula sana MB. Kama umekutana na changamoto ya MB kuisha mapema, yawezekana una application inaitwa Palm Play Store. Sometimes inaweza kawa imekuja na simu au umedownload kwa bahati mbaya. Ni kawaida kudownload application kama hizi kwa bahati mbaya kwa sababu wanajaribu kuichomeka. Unarusha kitu. Tatizo ya kuwa nayo Palm Play Store kwenye simu ni kwamba inaweza ikakuharibia betri ya simu kadri unavyoendelea kuwa nayo kwenye simu, kwa sababu ina run background na ni application kubwa sana. Kwa hiyo inatumia nguvu nyingi ku run background, hivyo inatumia betri, ina drain betri lako hata kama wewe simu huitumii. Kitu kikubwa sana, inakula sana MB kwenye simu za watu wengi. Kama haiwezi kufutika, baadhi ya simu wana lock kabisa, haifutiki, huwezi ukadisable. Cha kufanya, unaweza kaenda kwenye settings za Palm Play Store. Kama huwezi ukaifuta, unaweza ukaidisable. Kama huwezi ukaidisable, turn off settings zote. Maana inamaanisha permissions, turn off permissions zote, notifications, turn off notifications zote. Then zuia battery usage, weka restricted, na hapo utakuwa tayari. Ila